Samuel Kanar Seki yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Seneta wa jimbo la Kericho Aaron Kipkirui Cheriot yuko pamoja na sisi, ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti. Mheshimiwa Seneta wa jimbo la Bomet wakili Hilary Kiprotich Sigei yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Seneta wa jimbo la Kakamega Mheshimiwa Boni Halwale ambaye ni kiranja pia wa bunge la Seneti yuko pamoja na sisi. Waheshimiwa maseneta wateule Mheshimiwa Veronica Waheti Ndwati yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Esi Okenyuri yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Miraj Abdillahi Abdurrahman yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Gloria Oruoba yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Joyce Chepkoech Korir yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Karen Nyamu yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Peri Spesi Tobiko yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Maureen Tabitha Motinda yuko pamoja na sisi. Rafael Chimera Mwizangu yuko pamoja na sisi, na kufunga safu hiyo Mheshimiwa George Mongai Mbogwa yuko pamoja na sisi. Wapi makofi na nduru ya maseneta ambao wamejiunga nasi siku ya leo. Waheshimiwa wa bunge la kitaifa, Mheshimiwa Mohamed Ali kutoka Nyali yuko pamoja na sisi. Kutoka Msambweni Mheshimiwa Salim Faisal Abdalla. Kutoka Kilifi Kaskazini Mheshimiwa Owen Baya. Kutoka Garissa mjini Mheshimiwa Baro Deko Mohamed yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa Wafafi Yakub Fara Sala yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Wajia Kaskazini Sane Ibrahim Abdi yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Tabaj kule Wajia Mheshimiwa Bare Hussein Abdi yuko pamoja na sisi. Kutoka kule Marsabit Mheshimiwa Wasaku Mheshimiwa Raso Dido Ali ambaye ni mbunge tu wa chama tawala upande huo wa Marsabit. Kule upande wa Meru Mheshimiwa wa Igembe Kusini Mweregi John Paul yuko pamoja na sisi. Igembe Kaskazini Mheshimiwa Anaiba Julius Taitumu yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Tigani ya Mashariki Mutunga John Kanyudhia yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Buri Mheshimiwa Muidhania Rindiki Mugambi yuko pamoja na sisi, na Imenti ya Kati Mheshimiwa Kirima Moses yuko pamoja na sisi. Kule eneo la Tharakanithi Mheshimiwa Wamara Mbiuki Jafeth Miriti yuko pamoja na sisi. Kule Chuka Mheshimiwa Ntwiga Patrick Monene. Mheshimiwa wa Tharaka Mheshimiwa Murugaru George Getonga. Kule Embu Mheshimiwa wa Manyata Mheshimiwa Mukunji John Getonga yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Runyenjes Mheshimiwa Karemba Moshangi Njiro yuko pamoja na sisi. Kule eneo la Kitui tuko na mbunge kutoka Kitui Mashariki Mheshimiwa Mbai Nimrod yuko pamoja na sisi. Jimbo la Machakos eneo la Mwala Mheshimiwa Musau Vincent Musyoka ambaye pia ni mwanachama wa kamati kuu ya chama tawala. Kule eneo la Nyandarua Kipipiri Mheshimiwa Mohea Wanjiko yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Oljororok Mheshimiwa Moshera Michael Mwangi yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Ndaragwa Mheshimiwa Gashagwa George yuko pamoja na sisi. Katika jimbo la Nyeri, jimbo la Mheshimiwa Naibu wa Rais, kule Teto tuko na Mwangi Geoffrey Wandeto yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Kieni Wainaina Anthony Njoroge yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Madhera Mheshimiwa Kahugu Eric Mwangi yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Othaya Wainaina Michael Wambogo yuko pamoja na sisi. Mheshimiwa wa Mokoroine Gishohi Kagushia Philip yuko pamoja na sisi.
na Mheshimiwa wa Nyeri mjini, Mheshimiwa Mathenge Duncan Maina yuko pamoja na sisi. Katika jimbo la Kirinyaga, Mheshimiwa wa Mwea, Mheshimiwa Mainge Mary yuko pamoja na sisi. Eneo la Geshogo, Githinji Robert yuko pamoja na sisi. Eneo la Ndia, George Masharia Karioki. Kirinyaga ya Kati, Gitare Joseph Gashoki yuko pamoja na sisi. Jimbo la Murang'a, Kangema, Mheshimiwa Kihungi Peter. Mathioya, Geshoke Edwin Mugo. Keharu, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kigumo, Mheshimiwa Munyoro Joseph. Maragwa, Mheshimiwa Njoroge Mary. Kandara, Mheshimiwa Shege Njogona, na kule Gatanga, Mheshimiwa Moreu Wakili Edward. Katika jimbo la Kiambu, Gatondo Kusini, tuko na Mheshimiwa Kagombe Gabriel. Kule Juja, tuko na Mheshimiwa Ndungo Koimbori. Kule Thika Town, tuko na Mheshimiwa Ng'ang'a Alice Wamboi. Kule Ruiru, tuko na Mheshimiwa Kengara Simon Ng'ang'a. Githongori, tuko na Mheshimiwa wa Moshomba Gathoni. Kule Kiambu, tuko na Waithaka John Mashua. Kule Kabete, tuko na Mheshimiwa wa Mashukuru. Kikuyu, tuko na Mheshimiwa Ishongwa Kemani, ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa. Kule Limuru, tuko na Mheshimiwa Shege Kerago. Na kule Lari, tuko na Mheshimiwa Kahangara Mboro. Jimbo la Turkana Magharibi, Mheshimiwa Nanok Daniel Epuyo. Turkana ya Kati, Emathe Joseph Namwar. Kule Loima, tuko na Akuja Protas Ewe City. West Pokot Kapenguria, Chumwel Samuel Moroto. Pokot Magharibi, tuko na Mheshimiwa Lochakapong Peter. Kule Samburu Kaskazini, tuko na Letipila Dominic. Trans Nzoia Endebess, Mheshimiwa Pukose Robert. Tunaendelea vizuri, tunajadiliana. Katika jimbo la Trans Nzoia la Uasin Gishu, kule Soi tuko na Kiplagat David. Kule Tarbo tuko na Sitinei Chepkemboi. Kule Moiben tuko na Pato Phyllis Chepkemoi. Kule Ainamoi tuko na Chepkonga Kiprono. Kule Kapseret tuko na Mheshimiwa Oscar Sudi Kipchumba. Kule Keses tuko na Mheshimiwa Ruto Julius. Elgeyo Marakwet ya Mashariki tuko na Bowen David Kangongo. Keio Kaskazini tuko na Korir Adam. Keio ya Kusini tuko na Mheshimiwa Kipkoech Gideon Kimayo. Katika jimbo la Nandi, Tinderet tuko na Mheshimiwa Julius Meli. Aldai tuko na Kitani Mariana Chebet. Kule Nandi Hills tuko na Kitur Bernard Kibor. Chesumei tuko na Biego Paul Kibichi. Emwen tuko na Joses Kipto Kosgei. Kule Mosop tuko na Kirwa Abraham Kipsang. Katika jimbo la Baringo Kaskazini tuko na Mheshimiwa Kipkoros Joseph Makilap. Kule Baringo ya Kati tuko na Mheshimiwa Kandie Joshua. Baringo Kusini Mheshimiwa Kamuren Charles. Kule Mogotio tuko na kijana Ruben Kiborek. Kule Eldamaravin tuko na Mheshimiwa Musa Sirma. Laikipia, katika jimbo la Laikipia Magharibi tuko na Mheshimiwa Karani Steven Washira. Katika jimbo la Nakuru, kule Molo tuko na Mheshimiwa Kemani Francis Kuria. Njoro tuko na Mheshimiwa Chepkuoni Charity Gadhambi. Naivasha tuko na Mama Kehara Jane Wanjiro Njeri. Kule Gilgil tuko na Wanjera Martha Wangare. Kuresoi Kusini tuko na Tunoi Joseph Kosgei. Kuresoi Kaskazini Kiprono Mtai Alfred. Subukia tuko na Gashobe Samuel Kenodia. Kule Rongai tuko na Chebor Paul Kibet.
Nakuru Town East tuko na Mheshimiwa Gekaria David. Katika jimbo la Narok tuko na Mheshimiwa wa Emurua Dikir Johana Ngeno. Kule Narok Magharibi tuko na Mheshimiwa Aramat Lemaken. Mashariki kule Narok Magharibi tuko na Mheshimiwa Tongoyo Gabriel. Kule katika jimbo la Kajiado Kaskazini tuko na Mheshimiwa Onesmus Ngoyo. Kajiado Magharibi tuko na Mheshimiwa Arisa Sunku ya George. Katika jimbo la Kericho Kipkelion ya Mashariki tuko na Mheshimiwa Chesorot Joseph Kimtai. Kipkelion Magharibi tuko na Kosgei Hilary Kiplanga. Kule Ainamoi tuko na Mheshimiwa Langat Benjamin. Kule Bureti tuko na Mheshimiwa Komingoi Kibet Kirui. Kule Belgut tuko na Mheshimiwa Koech Nelson. Kule Sigowet tuko na Mheshimiwa Kemei Justice Kipsang. Asanteni sana Kericho. Waheshimiwa wa jimbo la Bomet. Kule Sotik tuko na Mheshimiwa Sigei Francis. Bomet ya Mashariki tuko na Yegon Richard Kipkemoi. Bomet ya kule Konoin tuko na Mheshimiwa Yegon Leonard. Katika jimbo la Vihiga Sabatia tuko na Mheshimiwa Logova Sioya Clement. Katika jimbo la Bungoma Mount Elgon Mheshimiwa Chesebe Fred Kapodi. Mheshimiwa wa Webuye Magharibi Sitati Daniel Wanyama. Na kule Kimilili Mheshimiwa Silvanus Osoro Kiranja katika bunge la kitaifa. Bomachoge tuko na Mheshimiwa Alpha Miruka Ondieki. Nyaribari Chache tuko na Jihanda Zahir. Kitutu Chache tuko na Mheshimiwa Jafeth Nyakundi ambaye pia ni mweka hazina wa chama tawala. Katika jimbo la Nyamira Obi Dagoreti South tuko na Mheshimiwa Wawero John Kearie. Roysambu Mheshimiwa Muafrika Agustin Kamande. Embakasi Kaskazini Mheshimiwa Gakuya James Mwangi. Na Embakasi ya Kati Mheshimiwa Gadhiro Benjamin. Wale ambao wameteuliwa katika bunge la kitaifa tuko na Mheshimiwa Jackson Kipkemoi Kosgei, Mheshimiwa Teresia Wanjiro Mwangi, Mheshimiwa Abdisirat Halif Ali, Mheshimiwa Doroth Mothoni Ikiara na Mheshimiwa Joseph Wainaina Iraya. Tuwapongeze kwa makofi waheshimiwa wa bunge la kitaifa. Tuko na wabunge ambao ni marafiki wa chama chetu tawala. Mheshimiwa Kitilai Ntutu kutoka Narok Kusini. Mheshimiwa Engineer Nefat Bernard kutoka Mbeere Kusini. Mheshimiwa Caroline Ngelechen kutoka Elgeyo ya Marakwet. Joshua Mbithi Mheshimiwa wa Masinga na Elijah Njoroge Mheshimiwa wa Gatondo Kaskazini. Tuwapigie makofi wote nikimkaribisha mfawidhi mwenzangu aweze kutuelekeza kwa kipindi kingine kifupi. Baada ya muda si mrefu nitakuwa natangaza wawakilishi wa kina mama katika majimbo yao tofauti tofauti na pia waheshimiwa wawakilishi wa wadi mbalimbali ni takriban 805. Itakuwa vigumu kuwataja wote kwa majina, lakini tutawataja kwa majimbo yao. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana. Nikitaja region yetu hapa
tunaipigia makofi. Tuko na watu wa region ya Central Region aka Mount Kenya. Counties. Kiambu muko. Kericho muko. Bomet muko. Murang'a muko. Mombasa mko. Lamu mko. Si unaona region ndio mzuri? Sawa, MC mwenzangu, hii vita ameanzisha ni vita hawezi maliza. Kwa hivyo wacha tu. Sangoku yuko. Karibuni sana. Kila kiongozi ajisikie amekaribishwa hapa siku ya leo. Kila kiongozi ametambulika. Wacha tujipange vizuri ndio tu recognize kila mtu vizuri. Asanteni sana. Mr. DJ, tunaomba wimbo ya Wamasai. Asante sana. Mheshimiwa Rais yuko karibu kujiunga na sisi hapa wakati wowote kuanzia sasa hivi. Kwa hivyo kama vile mwenzangu alikuwa amesema, Mheshimiwa Rais akiingia hapa, naomba tutamkaribisha vizuri kwa style ya UDA. Hakikisha kwamba kila mtu bendera yako uko nayo, kwa sababu hiyo bendera ndio tutamkaribisha Mheshimiwa Rais nayo. Atakapojiunga nasi tutamkaribisha kwa shangwe na vigelegele, tupeperushe bendera ya chama juu, naye atakuja mpaka hapa katikati, kisha tutaanza the official program na wimbo wa taifa. Tuanze na wimbo wa taifa, maombi, kisha our Secretary General will take over the program. Kwa sasa Mr. DJ, Waturukana wameomba sana nyimbo. Wasomali wameomba sana nyimbo, Bwana DJ. Ukiendelea kuwatafutia, tafadhali MC mwenzangu, naomba unitajie magavana wetu ambao tuko nao hapa siku ya leo. Kuna wimbo ya Kiturukana inaitwa Atoloto.
Tupe hiyo. Asante sana chipukizi mfawidhi mwenzangu wa zamu siku ya leo, na pia niwajulishe kwamba ratiba rasmi itakapoanza ya Mheshimiwa Rais, tutakuwa na mfawidhi Mike Gitonga atakuwa pamoja na sisi wakati huo na yuko ndani ya jengo hili. Naomba kwa haraka sasa niweze kuwatambua waheshimiwa magavana ambao wako pamoja na sisi na wameteuliwa kupitia chama tawala cha UDA. Kwanza kabisa Mheshimiwa gavana wa jimbo la Baringo, Mheshimiwa Benjamin Chesire, Mheshimiwa naibu gavana wa jimbo hilo Felix Mayo, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Bomet Honorable Barchok Hila, pamoja na naibu wake Grace Cherutich, gavana wa jimbo la Embu ambaye ni mwenyekiti wa kamati kuu ya chama tawala Mheshimiwa Cecily Mbarire yuko pamoja na sisi na naibu wake Justus Kenywa, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Kericho Eric Mutai Kipkoech pamoja na naibu wake Kirui Frederick, gavana wa jimbo la Kiambu Mheshimiwa Kemani wa Matangi pamoja na naibu gavana wake Rosemary Njeri wako pamoja na sisi, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Kirinyaga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana Mheshimiwa Ann Waigoro Mombe yuko pamoja na sisi na naibu wake naibu gavana David Washira, gavana wa jimbo la Kware Mheshimiwa Achani Fatuma Mohamed pamoja na naibu wake Mheshimiwa Chirema Kombo, gavana wa jimbo la Laikipia Mheshimiwa Irongo Joshua Wakahora pamoja na naibu wake Ruben Kamori, gavana wa jimbo la Murang'a Mheshimiwa Irongo Kang'ata pamoja na naibu wake Stephen Mboro Munania wako pamoja na sisi, gavana wa jimbo la Nairobi Mheshimiwa Sakaja Johnson yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake Moshiri James Njoroge, gavana wa jimbo la Nakuru Mheshimiwa Susan Keheka pamoja na naibu wake Kones David Kipkemoi, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Nandi Mheshimiwa Stephen Sang pamoja na naibu wake Yulita Chebotip wako pamoja na sisi, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Narok Mheshimiwa Patrick Olentutu yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake Tamalinye Koech, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Nyandarua Mheshimiwa Kearie Ndirango Badilisha yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake Mwangi John Madhara, Mheshimiwa wa jimbo la Nyeri Mheshimiwa Kahiga Mwalimu Motahi Kahiga yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake David Mwangi, gavana wa jimbo la Samburu Mheshimiwa Jonathan Lelelit na naibu wake Gabriel Samia wako pamoja na sisi, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Tharaka Nithi Mheshimiwa Modhome Njuki pamoja na naibu wake Deberia Nyaga wako pamoja na sisi, Mheshimiwa gavana wa jimbo la Uasin Gishu Mheshimiwa Jonathan B. Kotimoja yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake Mheshimiwa Bororot Kibet, na mwisho kabisa Mheshimiwa wa jimbo la West Pokot Mheshimiwa Simon Kachapin yuko pamoja na sisi pamoja na naibu wake Achule Robert. Nimtambue mheshimiwa kwa kipekee
ninataka kuwatambua waheshimiwa wabunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa David Sankok yuko pamoja na sisi, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Karobia Maina, pia wabunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia naibu mwenyekiti wa chama chetu tawala yuko katika bunge hilo, na nitakuwa namtambua rasmi baadaye wakati utakapofika. Baada ya muda si mrefu nitakuwa na watambua wawakilishi wa kina mama na pia waheshimiwa MCS. DJ. Mheshimiwa mwakilishi wa kina mama katika jimbo la Kajiado, Mheshimiwa Lea Sopiato Sankaire, ambaye pia ni mwenyekiti wa kongamano la kina mama wote waliopigiwa kura. Mheshimiwa mwakilishi wa kina mama katika jimbo la Kericho, Mheshimiwa Kemei Beatrice yuko pamoja na sisi, na mwisho kabisa mwakilishi wa kina mama katika jimbo la Bomet, Mheshimiwa Linet Chepkorir. Nitamwalika mfawidhi mwenzangu chipukizi aweze kututambulisha kwa wawakilishi wadi kutoka maeneo mbalimbali katika majimbo tofauti ndani ya taifa letu la Kenya. Karibu. Kwanza kabisa nimtambue Secretary General wa MCA wote Kenya, Mr. Karanja
wa Mariamu. Wapi nduru ya mheshimiwa tafadhali? Karibu sana. Nitakuwa nawajulisha na jimbo wale ma MCA tuko nao hapa. But in the meantime, nimeambiwa kwamba Mheshimiwa Rais yuko karibu kujiunga na sisi hapa. Kwa hivyo kama vile nimesema, akijiunga na sisi hapa tumkaribishe vizuri. Bendera zetu tuweke hewani, tumpatie kelele mzuri za UDA, manake leo ni siku mzuri sana. Leo ni siku yetu ya kwanza kukongamana hapa tangu chama tawala kiweze kutawala nchi yetu ya Kenya. In the meantime, DJ, ile wimbo mdosi anapenda sana ndio tunaomba kwa sasa. Mheshimiwa Falhado Iman, Mheshimiwa Waihala, karibu sana Your Excellency. Karibu sana Mheshimiwa. DJ, nipe mkono wa Bwana tafadhali kama uko nayo. Mkono wa Bwana tafadhali. Kisha nimeambiwa niwakumbushe wale ambao wanataka kutumia msalani. Mkono wangu wa kulia hapa, hizi stairs zitakulead to gents and ladies. Asanteni sana. DJ. Ha ha ha. Rais.
kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Wale wote wanafanya kazi kwa chama, ndo hao tuwapigie makofi tafadhali. Hawa ndo wanafanya leo hii tumeng'ara namna hiyo tulivyo. Asanteni sana. Ninataka niwatambue wanachama wa kamati kuu ambao wako hapa. NEC members, National Executive Council ya chama tawala wako pamoja na sisi. Nataka nimtambue kwanza Seth Sindani Panyako. Nikimtaja NEC member tafadhali unasimama ili watu wanakuona. Wale nitawataja unasimama unaonekana, na nitaanza
na Seth Sindani Panyako ambaye ni Deputy Chairperson Programs. Yuko wapi? Naomba unasimama nikikutaja tafadhali kwa heshima. Tuko na Daniel Olesambu, Deputy Secretary General Operations. Tuko na Mohamed Sahal. Tafadhali nikiwataja, Mohamed Sahal yuko pale ambaye ni Deputy Secretary General Strategy. Tuko na Kanake Joshua Mugo, Deputy National Treasurer Programs. Tuko na Otuoch Mary Emase, Deputy National Treasurer Strategy. David Kipkemoi Rotich, Deputy National Treasurer Operations, yuko pamoja na sisi. Jamhuri Guyo Warda, Deputy National Organizing Secretary Operations, yuko pamoja na sisi. Ipato Surum Korema, Secretary Tourism, Environment and Natural Resources, yuko pamoja na sisi. Mary Wanjiro Kabiro, Secretary Water and Sanitation. Lea Manyaki yuko pamoja na sisi, Secretary Health. Francis Ngodho Maina, Secretary Energy, Petroleum and Mining, yuko pamoja na sisi. Tuko na Katile Mwangangi, Secretary Youth Affairs, Sports and Culture. Tuko na Ronald Mwasambo Shako, Secretary Lands, Housing and Urban Planning. Tuko na Cecilia Wairimo Njavi, Secretary Women Affairs. Robert Theuri Maina, Secretary Education. Mapenzi Saamini, Secretary ICT. Wakili Edward Morio, Secretary Legal Affairs. Julius Madhenge, Secretary Agriculture, Livestock and Fisheries. Tuko na Cecilia Ngetit, Secretary Transport and Infrastructure. Mark Lemunokol, Secretary Devolution and Intergovernmental Relations. Tuko na Ndi Franklin Mbuba, Secretary MSMEs, Trade and Industrialization. Nitazidi kuwatambua jinsi nitakavyopokea majina yao ili tuweze kuwapongeza kwa kazi nzuri. DJ. Asante sana. Ninaambiwa DJ tafadhali uweze kutafuta wimbo ulikuwa maarufu sana kule Tana River wa UDA, Ufifu Dagafu. Tafadhali tafuta huo wimbo DJ kwa heshima kwa ajili ya ndugu zetu wa kutoka upande huo. Tafuta nyimbo ya Kisamburu, tafuta nyimbo ya Wamasai, tafuta nyimbo kutoka kule Western Kenya, tafuta nyimbo ya Wasomali. Tafadhali tafuta nyimbo zote hizo kwa sababu leo tumetoka pembe zote za taifa, tuko hapa. DJ akiendelea kutafuta, niwafahamishe kwa mara nyingine kwa heshima na taadhima kubwa kwamba leo tutakuwa na njia tofauti ya kuwaingiza viongozi wetu. Wataokuja wa kwanza watakuwa ni viongozi wa chama tawala, akiwemo mwenyekiti wa kamati kuu, katibu mkuu, mwenyekiti wa baraza la magavana, pamoja na viongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti na viranja wao. Watakuja wa kwanza kupitia mlango huo na tutawakaribisha kwa shangwe hadi wachukue nafasi zao. Atakayefuata atakuwa ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ambaye pia ni naibu mwenyekiti, ni naibu kiongozi wa chama tawala cha UDA. Ataingia pia, tutamshangilia kwa shangwe hadi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Na kisha mwisho kabisa tutampokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na ambaye ni kiongozi wa chama chetu, chama tawala cha Umoja na Muungano wa Kidemokrasia cha UDA. Tumkaribishe kwa shangwe, heko, nderemo na vifijo, kwa sababu ni mkutano wa baraza la viongozi wa kwanza kitaifa, na pia ni katika ukumbi huu, katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri. Tutakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais aliweza kupokezwa cheti chake cha kuongoza taifa kama rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tutampongeza yeye, hataenda kule juu, atakuja hadi hapa katikati ambapo
tutasimama wima, tutazivua kofia zetu kwa heshima ya wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, dua na sala fupi. Dua ya siku ya leo itaongozwa na Shehe Abu Katada, yuko pamoja na sisi, pamoja na sala ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Naomi Wako, yuko pamoja na sisi kutuongoza kwa sala, na kisha Mheshimiwa Rais tutampongeza tena hadi achukue nafasi yake katika jukwaa kuu, kisha tuweze kuendelea na ratiba. Niko na wafawidhi wenzangu wakalimani wa ishara, niko na Joseph Kemadhi, Mary Mwaora, Sophie Kirui na Abandego Kipto. Hawa ni wakalimani wa ishara kwa ajili ya ndugu zetu ambao wako pamoja na sisi siku ya leo. Nimtambue Mheshimiwa Wycliffe Wangamati ambaye alikuwa gavana wa jimbo la Bungoma, na pia Mheshimiwa naibu gavana Madam Batiani yuko pamoja na sisi kutoka jimbo la Bungoma. DJ, sijui kama umepata nyimbo ya hafifu, naitwa hafifu, ufifu dagafu. Ni nyimbo ilikuwa maarufu sana wakati Mheshimiwa Rais anatafuta kura katika kila pembe ya taifa, haswa katika jimbo la Tana River. Sijui studio kama tumepata wimbo huo. Na pia tukiendelea kutafuta wimbo huo, sijui tuko na wimbo upi wa ndugu zetu kutoka Masaini, jimbo la Kajiado, jimbo la Narok, jimbo la Samburu, Ilchamos wa Baringo, wale wako kule Laikipia, wale wako Marsabit. Tafadhali, wimbo wa jamii ya Kimasai. Kama tunao studio, tunaweza kuendelea tukisubiri kuwataja viongozi wengine wengi ambao wanazidi kujiunga nasi. Muda wowote kuanzia sasa tunamsubiria mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Rais. DJ, pia ukipata sipangwingwi utusaidie pia nayo. Nimeona pia tuko na mawakili wetu. Nimemwona wakili Kamodho, karibu sana wakili. Na bwana DJ, tafadhali tutapanda hapo juu na viboko. DJ. Presidential Escort Band watupe wimbo mmoja, ishara kwamba rais yuko njiani. Kwa hivyo wana presidential, karibuni sana. Due to public demand, wanaomba mtuchezee mkono wa Bwana. Hiyo ndio tutaingiza nayo mdosi. Asanteni sana. DJ yenye uko nayo wakiwa tayari. Tukiona bendi iliyoko kwa msafara wa rais, ni ishara tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni mgeni wetu rasmi. Tukielekeza macho yetu kwenye screens ambazo ziko hapo ukumbini, mtamuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni ishara tu kwamba ameweza kuwasili. Kwa nafasi hii ninataka nikaribishe bendi. Kabla ya bendi, tafadhali tunaomba, kwa sababu Mheshimiwa Rais yuko na sisi hapa ndani, tafadhali tunaomba hapa kwa hii njia, tafadhali
kila yoyote ambaye ako kwa hii njia utafute mahali uketi. Mheshimiwa Rais atakapokuwa anaingia, tafadhali tunaomba kwa heshima tumuache tu haje peke yake tafadhali. Kwa hivyo hapa protocol officers mtatusaidia, we make sure that the road is clear. Karibuni sana wana. Thank you sir. Na nitaomba tafadhali tuziangalie simu zetu. Kama uko na simu, hakikisha iko katika hali tatu. Hali ya kwanza iko hali kimya, silent mode. Hali ya pili katika hali tetemo, vibration. Hali tetemo, vibration. Hey, ndugu yangu. Ama uweze kuizima kabisa. Ndugu yangu, tuongeleshe Kiswahili tunajua bwana. Hali tetemo tena. Asante, nataka niwaalike bendi iliyoko kwa msafara wa rais wakituletea nyimbo 4 maalum. Wataanza na wimbo wa Mkono wa Bwana, Sina Makosa, Charonyi ni Wasi, na watamalizia na Mogithi Mix, tukiendelea kumsubiria Mheshimiwa Rais. Wakiendelea kujipanga, nitaomba sasa pia viongozi uchukue nafasi yako ya kuketi. Kwa heshima tafadhali, na tusiweze kutembea, tusiondoke. Sasa mahali unaketi, hapo ndo unastahili kuketi. Tafadhali chukua nafasi ambaye unahisi unastahili. Tafadhali. Sound check.
Tuwapongeze kwa makofi bendi tafadhali. Hivi karibuni tutampokea Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni kiongozi wa chama. Na akifika kama ilivyo desturi, nitaomba sote tuweze kusimama, tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele, alafu baadaye tutaendelea kwa wimbo wa taifa, tukifuatilia na wimbo wa Jumuiya la Mataifa. Naomba sote tuweze kusimama. Hebu sote tusimame tuweze kumkaribisha rais. Tumkaribishe rais kwa shangwe na vigelegele tafadhali. We can do better than that. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa shangwe na vigelegele. Wimbo wa taifa. Kwa heshima
Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine tafadhali. Na nitaomba tubaki tumesimama rais anapoenda mahali pake pa kuketi, ili tuweze kuanza kwa maombi, alafu nimpishe mwenzangu Alex aendelee na ratiba. Kwa sasa nitamwalika Sheikh Abu Katada kutuongoza kwa maombi ya Kiislamu, akifuatiliwa na Mheshimiwa Naomi Wako, Woman Rep wa Marsabit, kutuombea. Tubaki tumesimama. Karibu Sheikh. Nitaombeni kwa heshima na taadhima, tutumieni muda huu kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, utukufu na ukamilifu ni wako wewe, sifa zote njema wastahiki wewe. Ya Hayyu ya Qayyum, twakuelekea kwa muda huu na kukuomba kwa unyenyekevu. Mola wa mbingu na ardhi, ijalie amani na maisha bora katika nchi yetu. Ewe Mola wa mbingu na ardhi, yeyote anayeitakia nchi yetu kheri, basi mwafikishie kwa kila namna kheri hiyo iweze kutimia. Muhifadhi rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, mpambe kwa siha njema na afya, mpe busara, hekima na maarifa ya kuiongoza nchi yetu pendwa. Mlinde na kila shari na kila mwenye shari na aliye na dhamiri mbaya moyoni mwake dhidi ya nchi yetu. Ya Allah, twakuomba vile vile muhifadhi makamu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na viongozi wote kwa jumla, wapambe kwa siha njema na afya. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki nchi yetu, tujalie amani, tutilie baraka kwa kila hatua tunayoichukua. Mwisho Mwenyezi Mungu, twakuomba jalia kikao hichi kiwe ni chenye kuzaa matunda na maarifa yatakayosaidia chama kuzidi kuimarika, na mwisho twasema alhamdulillahi rabbil alamin. Almighty God, we come before you. We glorify your holy name for bringing us and gathering us here as members of UODA who are elected and nominated. Lord, we thank you for the far you have brought us as a country. And so far, Lord, you are our Ebenezer. Heavenly Father, you created the whole universe. You created each one of us in your own image. Lord, at this particular time, you have appointed and elected each one of us to be leading this country. And Heavenly Father, we thank you. As members of UDA Kenya Kwanza, we thank you for the victory that you gave us. Heavenly Father, we thank you for our president, who is a visionary leader, together with our deputy president, Rigathi Gachagua. Lord, we pray that your wisdom will be upon them. Heavenly Father, we pray that you will give them that special wisdom that comes from you, that Solomonic wisdom. In different times, Lord, we pray that you will guide them, guard their steps, so that they can lead this country according to your will. Heavenly Father, we know that Kenya is a special country for you. You have always been with us. You have saved us even during difficult times. And Lord, we pray that under our leadership, under the leadership of our president, Lord, we pray that peace will prevail in our country. Lord, we pray that unity will be there. Heavenly Father, we pray that we will be able to grow in prosperity as a country. Lord, we pray that we will be recognized and that your favor will locate us wherever we will be. Heavenly Father, for this particular meeting, we pray that your Holy Spirit will guide us and guide us. We pray that your Spirit will be hovering around us. Lord, we pray as we get out, you will watch over us and bless us, Lord, for all the blessings that we have received. Lord, we pray that you give us enough grace to celebrate for all the challenges that
may be there. Lord, we pray that you give us, and especially our president and his deputy, give them the strength to overcome. Heavenly Father, be with us from the beginning to the end. And Lord, we pray that you will bless the reasoning of our minds, the work of our hands. And Lord, we pray that Kenya shall be united, shall prosper under you. And Heavenly Father, we pray that under our leadership, your blessings shall always be there. And in Jesus' name we pray. Amen. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na kiongozi wa chama tawala cha Muungano na Umoja wa Demokrasia UDA, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu kiongozi wa chama tawala Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mwenyekiti wa kamati kuu ya chama na gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Cecily Mbarire, Katibu mkuu wa chama tawala Mheshimiwa Seneta Cleophas Malala, Mkurugenzi mkuu mtendaji wa chama Bwana Nicodemus Bore, Gavana wa jimbo la Kirinyaga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana Mheshimiwa Anne Waiguru, viongozi wa wajumbe walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, viongozi wote wa baraza hili kwa ujumla wao, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ukiona yafaa na kwako yapendeza, naomba unikubalie dakika 5 ya ratba nikuletee wacheza densi wa Bomas of Kenya wakiwa na wimbo maalum kutoka jamii ya Wagiriama alimaarufu Goda. Ukumbi huu, Mheshimiwa Rais, umekuwa ukikuza sanaa tangia mwaka 1971 na hiki tu ndo kikundi ambacho kimepewa cheti ya densi nchini. Karibuni sana.
Asante sana, tuwapongeze kwa makofi jameni, asanteni sana kutuletea salamu za utangulizi na kudhibitisha wajumbe wa baraza hili kwa mujibu wa katiba ya chama. Naomba Mheshimiwa Rais unikubalie kwa ridhaa yako nimwalike katibu mkuu wa chama tawala Mheshimiwa Cleophas Malala. Bwana SG, karibu sana. Tumpongeze kwa makofi. Asante sana. Thank you. Your Excellency, the President, our party leader, Your Excellency, the Deputy President, our Deputy Party Leader, Honorable Council members, invited guests, ladies and gentlemen. This National Governing Council was convened pursuant to and in accordance with Section 7 of our Constitution. A notice to that effect was published on the 14th September 2023. National Governing Council is an organ of the party comprising of all elected leaders under the UDA party. I, Cleophas Wahungu Malala, the Secretary General of the United Democratic Alliance, hereby declare this National Governing Council properly, procedurally constituted and quorate. This council can therefore transact business. Your Excellency, members of the council, I welcome you all to this inaugural National Governing Council of the UDA party. I wish to congratulate all of you for your victory in the 2022 general elections. Congratulations, Your Excellency, for being the trailblazer in the victory of the UDA party in the last year's elections. You may want to recall, Your Excellency, that your victory was declared on this podium amidst one of the greatest threats of democracy in our nation. Symbolically, we are gathered here today because democracy won against a terrifying attempt to slay the voice of the majority of Kenyans. While that is behind us, honorable members of the council, it is undoubtedly an historical anchor of the success of our party. We must never forget that the UDA inaugurated a paradigm shift in the perceptions and practice of democracy in this country. Resiliently, we are here today at the National Governing Council, comprising of all elected leaders under the party, to unite in the virtues and modesty of victory, but also in the hope and obligation of the progressive growth and realization of our party's vision and mission. Honorable council members, after a successful registration earlier today,
800 members of the County Assembly have reported here today. 138 members of the National Assembly, all our UDA senators, despite Turukana, they have managed to attend this very important function of this party. The honorable governors have suspended their duties to honor this occasion. Your Excellency, all our NEC members, and I want to recognize our NEC members. Kindly, where you are, just stand up. I recognize your presence, our NEC members. Asante sana. I say thank you and welcome to this. UDA has perpetually grown in membership from 54,000 members in 2020 to over 7 million members after rigorous party recruitment drive. We take pride in being the largest political party in Kenya. Honorable Council members, we have a target of 15 million members by April 2027. Your Excellency, Section 7 of the Political Parties Act requires the party to have branch officials and offices in more than half of the countries. As UDA, we endeavor to open our branch offices in all the 47 counties. In the recent past, Your Excellency, you launched our Nyeri regional office, and we now look forward and invite you to open our next branch office in Homa Bay on 7th October 2023. Honorable Council members, we are desirous of inaugurating all our party organs as established in our Constitution. To do so, we have lined up a strategic program to build capacity and enhance respective portfolios. We have organized for the National Women Congress that will be hosted here in the coming month, preceding the Youth Congress, among others. These strides, Your Excellency, are with tremendous support of our partners, including but not limited to the Oslo Center, NDI, IRI, Elgea, FES, Piper, Conrad, UN Women, Danish Embassy, and CMD, to name but a few. Lastly, Your Excellency, you will recognize, honorable members, that as the ruling party, we must lead the way of democratizing the party leadership. That way, the less popular parties, in their quest to catch up with us, will emulate our ways of cumulatively, we will have a mature political democracy in Kenya. Personally, I am happy that I started my political journey as member of County Assembly to being a senator. Today, the Secretary General, not only of a party, but of the ruling party. To this end, bottom-up must not only be a denominator in our economic policy, it must also be our political philosophy. We must therefore agree today and now, and further commit our dedication to ensuring a seamless success of the forthcoming grassroots elections from the bottom, that is the polling station, to the top officials of this party, that too is bottom up. Thank you, and may God bless you. I would like to take this opportunity, Your Excellency, to welcome the hosting governor, my brother, Governor Sakaja, to welcome us in this beautiful city of Nairobi. Karibu, Governor Sakaja. Thank you. Asante sana, Secretary. Asante sana, wanachama wa UDA. UDA oye! UDA, mumesahau?
UDA, kazi ni kazi, pesa mfukoni. Inakaa hii kampeni ilikuwa zamani kidogo. Tutaomba Secretary General atukumbushe vile tunasalimiana. UDA, kazi ni kazi. Kazi ni kazi, pesa mfukoni kabisa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and our beloved party leader, Your Excellency, our Deputy Party Leader and Deputy President of the Republic of Kenya, fellow delegates. Mine is short. Leo sina mengi, mambo ni matatu. Ya kwanza, karibuni Kanairo. I am honored to welcome the ruling party to the capital city of Kenya, where as a party we are proud that the government of Nairobi County is under UDA, na naomba tupige makofi kwa viongozi wetu na watu wetu wa Nairobi. Just to confirm wageni ni nani. Sijui kama tuko hapa na Rift Valley. Tuko na Rift Valley? Womune? Kabisa. Tuko na watu ya Masaini? Misisi Yesu? Tuko na Pwani? Kweli mko? Shikamoo. Tuko na Northeastern? Hakuna Northeastern? Tuko na Northeastern? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislajirna. Tuko na Western? Mrembe vosi? Mwami isominywe? Tuko na Nyanza? Nyanza ndo tumekosa? Tuko na Nyanza? Amuoso uduto te. Okweuru jothurwa. Nani tumekosa? Tuko na Kisii? Abantu ba mintombi amore. Ngamotore. Tuko na eneo gani ingine? Tuko na Mount Kenya? Muriega? Muriega rege? Mwadhani ya goshuo? Tuehamue. Nyona ina moko tuehamue. Bas, naona tuko na kila mtu. Yangu ni kuwakaribisha. Tumefurahi sana kuhost chama tawala kwa mkutano huu wa fahari. Ya pili, Your Excellency, is just to thank you for your strong leadership. Thank you because in 1 year, we have seen what a dedicated, committed, talented leader can do to a country that was in economic doldrums. Us as governors are following in your footsteps. And beyond that, we are grateful for your strong leadership of the party. A strong party is the hallmark and foundation of a democracy. Na chama ni mikutano. Huko mbeleni tulikuwa hatukutani, na kama ni kukutana ni kutukanwa. Sasa tunakutana kupanga mambo ya chama na mambo ya serikali. Asante sana rais wetu, na tunatarajia sana mipango ya chama, na tunakushukuru kwa kutupatia Cleophas Malala, kijana mchapakazi ambaye anatembea nchi nzima akijenga chama chetu cha UDA. Tupigie SG wetu makofi. Ya tatu nikimalizia, Your Excellency, umekutana na sisi magavana. Tunafurahi sana. Kwa mara ya kwanza county zinapata pesa ya mwezi huu. Sio mwezi ambao unafuata ama mwezi uliopita. The disbursements are coming on time. Thank you, you've met us and you're helping us. Umekutana na wabunge, maseneta, umekutana na ma-MP. Nataka nitetee MCS. But pia, Your Excellency, naomba upate nafasi ualike MCS wetu State House. Si ni kweli? Pia hao watembee wakiringa wakijua wako na serikali. Waite State House usikie maneno yao. Vile nilifika nilitembea nikawasalimia wote. Na nimesikia wako na maneno kidogo ambayo sio ngumu kwako. Vile unainua uchumi wetu, najua mambo ya MCS utaweza kuangalia. Wale, Your Excellency, najua kuna hii kamati ya kina Ishungwa ambao wanakaa. Kitu ya kwanza, let us entrench the ward-based development fund. Ya better bottom-up agenda, tunapata hatuna plenary. Ya mwisho kabisa, Your Excellency. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, hiyo mwache, hiyo ndo mnaniletenga shida. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, watu wa UDA. Munaona vile mmevaa leo? Vile mmedunga? Leo ukitembea Kanairo, hoteli yoyote, ukiingia, uitishe chai, uitishe mandazi, uitishe ingoho,
ukule, alafu ulipe. Mungu awabariki. Wapi makofi ya Gavana Sakaja? Asante sana. Asante sana. Your Excellency, sasa ni fursa yangu kukaribisha the National Treasurer of the United Democratic Alliance, Honorable Japheth Nyakundi, akuje atudaie na tuambie kama watu wako compliant. Asante. Thank you, the Honorable Secretary General, the UDA party leader, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, the Deputy Party Leader, Honorable Rigathi Gachagua, and my fellow Congress members. Good afternoon. Good afternoon once more. Let me first take this opportunity to welcome you officially to this National Congress here, National Governing Council here today. I also want to take this singular opportunity to congratulate each and every council member here today for winning for winning the election and leadership positions that you hold currently under the UDA umbrella. It is my privilege to be your national treasurer at the UDA party, the largest ruling party in Kenya today. I acknowledge with gratitude the responsibility and accountability that we have to you and to our party. In a special way, may I thank His Excellency, the President and the Deputy President and my fellow council members for the corresponding confidence in me to serve in this position as the National Treasurer of the ruling party. Primarily, may I state that the party draws its income from your monthly subscription as well as the political parties fund. Honorable members, it is important to appreciate that both income streams arise out of your being elected under the UDA party. The party's strength, perpetual growth, and sustenance is because of your duty and honor to pay your subscriptions. Honorable council members, may I therefore brief this council on the financial perspective of the UDA party. UDA has a total of 1,053 leaders across all the positions contested in the last year's general elections. Out of this, we have 20 governors and 20 deputy governors. We have 182 members of parliament comprising of senators, members of the National Assembly, women representative, and nominated members of both houses. And we also have 808 members of the county assembly. The party has so far collected out of you members 127,060,138 Kenya shillings. The party has also received 345,800,393 from the political parties fund.
Honorable members, may I inform you that the member subscriptions amount has not been expended even a single coin, because we intend to acquire and build our own party headquarters. It is useful to appreciate that 72% of governors and deputy governors have paid their subscriptions, 89% of senators, and 98% of members of the National Assembly. Your Excellency, may I be so proud of you. 85% of the members of county assemblies. These honorable members is a commendable effort in keeping true to our allegiance to the UDA party, a commitment to build an enduring political entity and an engraved symbol in the political history of this nation. As your treasurer, I commit to prudent utilization of respective membership subscription fee. I want you to turn next to the person next to you. I can see even the president has a tag. If there is someone who doesn't have a tag next to you, kindly tell him to pay his subscriptions. And out of this will assist us to have 100% compliance. Thank you, Your Excellency. Thank you, my fellow council members. May God bless you. God bless Kenya. Asanteni sana. Wapi makofi ya treasurer wetu? Asante sana. It is now my pleasure to invite the first woman chairperson overruling party in Africa and the whole world, the best governor, rated as the best governor, Governor Cecil Mbarire. Karibu sana, Madam Chair. Thank you very much, SG. The President of the Republic of Kenya and the party leader of the United Democratic Alliance, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya and the Deputy Party Leader of UDA, His Excellency Rigathi Gachagua, the National Executive Committee members, Honorable Council members, distinguished guests, ladies and gentlemen. Hamjambo. Hamjambo tena. Wacha tusalimiane salamu za UDA. 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asante sana. I want to start by thanking our party leader, His Excellency President William Ruto, for entrusting me with the responsibility of Chairperson UDA Party. Today I'm attending the first NGC as a Chairperson, and it is indeed a remarkable honor for me and the women of this country, as it reflects the President's commitment to promoting and empowering women in leadership. This demonstrates that our party leader is not only a visionary leader, but also one who recognizes and values diversity and inclusivity in the political space. Your Excellency, asante sana, and I want to tell you that I have taken my role well. I have been steering the National Executive Committee meetings, the National Steering Committee meetings, and I can assure you that the NEC members and the NSC members are extremely, extremely committed to matters relating to the party. We have never had quorum hitches. They always come almost 100% at any one time. Thank you, sir. Secondly, I want to extend my congratulations to all our party members for their outstanding achievements in the 2022 elections. UDA garnered 808 MCA positions, 128 members of parliament, 32 senatorial positions, and we have also managed 20 governors elected from UDA. And at this point, Your Excellency, let me tell you that out of the 20 governors,
4 are women in UDA. And it is the first time that one single party has produced that number of female governors. We appreciate. Also, Your Excellency, out of the 28 MPs elected from single-member constituencies, female MPs, 12 are members of the UDA party. So there's no doubt that this is the future party, the party of the women of Kenya, and this is the party that consciously nurtures the strength and the potential of women leaders to get to where they want to be. Kina mama hoye! Kina mama hoye! Thank you, Your Excellency, for being an extremely gender-sensitive president. We appreciate. I want to appreciate all our members for their tireless effort. Your Excellency, the success of the hard work of these honorable members is due to their dedication and commitment. We have demonstrated to the nation that UDA stands for unity, inclusivity, and opportunities for all, young and old, from all parts of this great nation of Kenya. I want to appreciate all our members for their tireless efforts in mobilizing support for the UDA party and our presidential candidate, His Excellency Honorable William Ruto. Your dedication and unwavering belief in the party's mission and vision resulted to our ultimate victory, garnering the presidency. We delivered what we wanted, but we have a lot more work ahead of us. Your Excellency, I want to assure these honorable members that we have agreed as a party, we are going to work hard to support the agenda of the UDA party and the Kenya Kwanza government and make sure we become the best ambassadors for all our programs at the grassroots level. And Your Excellency, we have also decided in fostering unity. The party will never do an activity in your ward, in your constituency, in your county without involving you. You'll be central in what we do as a party going forward. We have involved you before, but we'll even involve you more going forward. Because were it not for you and the many supporters you have left behind, the party would not be what it is today. Our journey did not end with elections. As members of the UDA party, we have a significant responsibility to support the president's agenda and implement the Kenya Kwanza government's plans for the people of Kenya. Our role as leaders at the national and county level is crucial in shaping the future of this nation. Let us continue to work diligently to make Kenya a better place for all citizens. As we look to the future, I want to encourage all Kenyans to participate actively in the upcoming grassroots elections, seek vacant elective positions, and run a peaceful and issue-based campaign. Our party thrives in the involvement of its members at all levels of government. It's only through active engagement and teamwork that we can bring about real change. Your Excellency, as I conclude, I want to take up from where Senator Sakaja Wakanairo has left. Oh, Governor Sakaja, I'm very, very sorry. You've been senator for too long, but I want to agree with him when he says that it's about time, Your Excellency, you had a sitting with our 808 MCAs. And Your Excellency, my please that uwaite State House, wakae hapo, wajienjoy, waongee na wewe, wakwambie shinda zao, ndio tuweze kwenda mbele. And Your Excellency, as the governors of UDA, and because I'm a governor, we strongly believe it's about time we gave the assemblies independence, and we strongly believe it's time we entrench the ward development fund in the Constitution so that these great men and women can be able to deliver on their promises to the electorate. We just need to agree on a formula that is able to keep the wards
and the counties on top. Your Excellency, that's not too much. We believe that MCAs are the most important grassroots leaders for this country. So, Your Excellency, with those few remarks, may I conclude by letting us remember that we are part of a political movement that is driven by the desire to transform Kenya. Let us continue to uphold the principles and values of the UDA party, and let us always remain united in our quest for a prosperous, inclusive, and just Kenya. Thank you. May God bless the UDA party. May God bless this country. And may God bless our party leader and deputy party leader. UDA oe! UDA oe! Asanteni sana. May God bless you. Ladies and gentlemen, honorable members, it's now my pleasure to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, who is also our deputy party leader, the truthful man, son of Mau Mau, the Honorable Rigathi Gachagua. Asante, thank you. Aya. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi. Asanteni sana na nimeshukuru sana. Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ndio kiongozi wetu wa chama tawala, the strongest, the greatest party in the African continent, Dr. William Samoei Ruto. Governors wetu, senators, members of parliament, members of the county assembly and party officials, God is good and all the time. Munisalimie kwa hea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kiongozi wetu wa taifa, ningetaka kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukurani kwa niaba yako na sisi wote ambaye tuko na nyadhifa mbalimbali katika serikali yako, kutoa shukurani kwa hao viongozi, kwa sababu hawa rais wetu ndio machinery yako that mobilized 7.2 million Kenyans to make you the president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo kwa niaba rais wetu na sisi wote tunasema asanti kwa ile kazi mlimfanyia rais, na sisi hapo tukapata, ni mlitusaidia na ni kazi yenu ambaye mlifanya ya kujitolea. Tunataka tuseme asanteni sana. Your Excellency, let me first thank you on behalf of the UDA fraternity that after we elected you as president, you have not disappointed. On behalf of our party, Your Excellency, I must say in this podium that your performance on the international stage has been nothing but excellent and excellent. Rais, umetutia heshima kama UDA fraternity for the successful hosting of the Africa Climate Summit and for your sterling performance at the United Nations General Assembly. Tumepata heshima kama Kenya, na katika bara la Afrika, we feel proud that African leaders have identified you as a worthy leader to champion the issues of the African continent in the world stage. Tunataka tuseme asante. Your Excellency, we also want to thank you, kwa sababu hakuna mtu hajui ile Kenya ulikabidhiwa. Ulipata Kenya yenye matatizo mengi ya kiuchumi.
Na mimi nilisema pale Kasarani, wakanipigia kelele. Wakasema mimi ni mjeuri. Ati mimi naonika Kenya mbele ya wazungu. Mimi nikasema sikuli kwa mtu, mimi nakula kwa mama Gachagua, naweza sema ile iko. Rais, tulipata matatizo mengi. And through prudent management, through well thought out economic interventions, we have started seeing signs of economic recovery. One of the clearest signs of economic recovery is at the end of the 2022-2023 financial year. By the closure of the financial year on 30th June midnight, your government had disbursed the last penny to the county governments, and we don't owe them a cent. Similarly, all the 290 constituencies had received their funds. There are challenges, yes, but that is a clear sign that the president has put the country on the right trajectory of economic revival. Kwa hivyo rais, tutaendelea kukuunga mkono, and this being your ambassadors, pia tunaomba nyinyi viongozi mutakuwa ambassadors wa serikali na wa rais mashinani, ya kwamba tukipata shida ile iko matatizo ya kitaifa, like we have a challenge with the fuel prices, which is a global challenge, nyinyi mkiwa maambassador wa rais katika ward, katika constituency, katika county, ndio mtakuwa mstari wa mbele ya kueleza wananchi yale mambo ambayo inaendelea, wasikuje kushurutishwa na negative propaganda by those that we defeated and those who work for them. Rais, hii chama yetu ni chama ya kitaifa na si chama ya kushida uchaguzi. Previously, political parties were for winning elections. And that is why, after winning elections, all the parties that had won elections died away. The UDA party was not formed for the sole purpose of forming government. It is a party based on ideology, the bottom-up economic transformation agenda. So this is a party of the future, the party that must live for generations to come. And that is why, Your Excellency, by convening this National Governing Council, is the first step of making sure that this party is strengthened, and it's a party that will be around not in the next 10 years, not in the next 20 years, but the next century as a party with an ideology. Nikimalizia rais, ndio nikualike niseme ya kwamba hawa waheshimiwa wetu watakuambia ya kwamba Wakenya wamefurahia ile kuteremusha bei ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka 2,500. Na wananchi wamefurahia. Ya pili, rais, serikali yako iliamua ya kwamba haitakuwa ya kuangaisha wananchi, itakuwa ni ya kusaidia wananchi. Tangu uliapishwa kama rais, hakuna Wakenya wameshurutishwa na kubomolewa nyumba yao usiku na kutolewa bila mpango. Na rais, vile uliahidi ya kwamba your government is people-centered, it's a government that is sensitive to the people of Kenya. We want to thank you for that, so that we continue enjoying our democracy. Again, Your Excellency, we want to thank you and the government for the success story in the North Rift. Pale kabla uchukue ushukani kama rais, bunduki ilikuwa nalia usiku na mchana, watoto wanaumia, wamama wanaumia. And through your leadership and proper guidance, the Ministry of Interior and Defense, the North Rift is enjoying peace, and a lot of work is going on to make sure that that peace is sustained for posterity. Na kwa hivyo, rais wetu, MCs wetu, hawa ndio ile askari yako ya pale chini. Hawa ndio viongozi wanakaa na wananchi every day.
Unajua mimi na wewe rais, tuko na kazi mingi, tunaweza enda pale nyumbani once in a while. Hao members of parliament wanakuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, wanakuja weekend, wanarudi Nairobi. Governor ako pale kwa county. Lakini hawa MCAs hawezi hepa wananchi. Hawa ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na kwa hivyo hawa ndio askari wetu wa maana zaidi. Na ndio ambaye watatusaidia kueleza program zetu kwa wananchi. Kwa hivyo mimi naungana na viongozi wenzangu. Ukipata nafasi upate kikao na hawa, tuongee mambo ya nyumbani. Lakini pia tu nimuulize MCAs, kuna mambo ya hapa kwa kila mtu na kuna mambo ya nyumbani. Ile kikao naomba rais ni ya nyumbani. Kwa sababu ile mambo ingine ikitangazwa sana, saa ingine inatuletea matatizo. Na ndio tumepanga na wale watu wanapanga ziara za rais. Wale people, the state program officers. Ya kwamba rais akitembea katika ward yako, MCA apatiwe nafasi asalimie wananchi. Na pia wale MCAs wengine watambuliwe wakiwa pale mbele ya rais. Ndio pia MCA aweze kupata heshima yake. Pia ningetaka kuomba nyinyi MCAs na magavana wetu. Munajua tumelaliwa sana na pombe haramu na bangi. Tunaomba nyinyi katika vikao yenu kama assembly, mupitize zile sheria ambaye zitatusaidia kukabiliana na pombe haramu na bangi. Na pia tunauliza magavana wetu wa UDA wakuwe mstari wa mbele katika hii vita ya kupigana na pombe. Kwa sababu tusipofanya hivyo, vijana wetu ambaye ndio kesho yetu watamalizika. Kwa hivyo, with the support of the governors and the members of the county assembly, we should be able to make some good progress so that we can save the next generation. Kwa hivyo rais, sisi tunakushukuru na tunafurahi. Na hawa Your Excellency, unajua wananikashifu nikiongea mambo ya shares. Mimi sina maneno. Mimi nasema Kenya ni yetu sisi zote. Ya kila Mkenya. Na kila Mkenya apate maendeleo kwa sababu analipa kodi. Na rais ni baba wa Mkenya wote, afanyie wa Kenya wote kazi. Lakini in the leadership of President William Ruto, there is some shareholding katika uongozi wake. Na rais, wale shareholders halisi katika uongozi wako ni hao wameketi hapa siku ya leo. Na ndio tunasema rais afanyie wa Kenya wote kazi. Kila sehemu ya Kenya ipate maendeleo. Lakini wale wa kumsaidia ndio wafaulu ni wale wanamuamini, waliunga yeye mkono na wanamuelewa. Kwa sababu huwezi chukua wale hawakuelewi. Wale walikuwa wanasema hutoshi, hufai, uambie wakusaidie kazi. Kazi yako itakwama. Kwa hivyo rais, mimi nataka niseme mbele yako, mbele ya chama, ya kwamba in your leadership, these are the true shareholders of your leadership, and they must occupy the rightful place in that leadership because they believed in you, they believed in your policies, they believed in your ability to steer this country to the next level. Muko tayari tumkaribishe kiongozi wetu? Mutasimama? Kuna mama wanajua vigelegele? Haya, 1, 2, 3, 4, 5. Karibu Mheshimiwa Rais. Haya. Harambee. 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 UDA. 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 Kazi ni kazi. Asanteni sana, tuketi chini. Mheshimiwa
Deputy Party Leader wetu, Mheshimiwa Chairman, Secretary General, Treasurer, members wote wa council hii ya National Governing Council, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Basi mimi nataka nichukue nafasi hii niungane kwanza na viongozi wale waliosema mbele yangu. Mimi niwakaribishe nyinyi nyote katika mkutano huu wa kwanza wa National Governing Council wa chama ya UDA. Karibuni sana na pongezi. Wale wote mmeketi hapa, muko hapa na sababu. Na muko hapa kwa sababu mumeteuliwa, mumechaguliwa, and each and every one of us who is here as a matter of right. Kwa hivyo mimi nataka niseme karibuni sana. Tuendeshe huu mkutano wa kwanza na wa muhimu wa chama cha UDA. Mimi najua ya kwamba sio kawaida. Pale mbeleni tulienda kwenye uchaguzi na baadaye chama ikawa wale watu walikuwa wanaita ati chama ni matatu. Ya kukutoa pale, kukufikisha pale, unalipa ushuru, alafu unahama. Lakini tumekuja hapa kubadilisha, to have a paradigm shift about the politics of our country. Tumekuja hapa kudhibitisha ya kwamba chama si matatu. Chama ni institution ya governance na ya kuendesha mambo ya siasa ya taifa letu la Kenya. Kwanza kabisa, wacha mimi niwashukuru ninyi nyote. Kila mmoja wetu aliye hapa mulichagia katika uchaguzi ambao ulitupatia ushindi kama chama cha UDA. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia tena, kwenu ninyi nyote mlioshiriki kama my MCS candidates, kama wabunge wetu, maseneta, magavana, kila mtu, wale officials wetu wa chama mlio hapa, wote mlichangia katika ushindi wetu. Kwa niaba yangu mimi nataka niwaambie asante sana. Wakenya wengi milioni 7.2 walishiriki katika uchaguzi huu katika upande wetu na kutupatia kura zao. Wengine zaidi walishiriki kuwachagua ninyi kama ma MCA, wabunge, senators na pamoja na governors. Sisi kama chama cha UDA National Governing Council. Tunataka tuwashukuru wanachama wetu wote katika mkutano huu wetu wa kwanza. Tuwaambie wanachama wote wa UDA mahali popote walipo, asanteni sana kwa kura zenu na kwa ushirika wenu. Nataka pia nichukue nafasi hii niwashukuru wale waliokuja wakaungana na sisi, watu kutoka vyama zingine. Kwa niaba yetu tena nataka niwaambie wale wote wa Ford Kenya, wa ANC, wa Chap wa kutoka chama zingine zote, I will not mention all of them, tuwaambie asante sana kwa vile mambo yalivyo.
kwa ile manifesto tulitengeneza, mambo yamefika wapi? Hiyo ni jambo la kwanza. To give you an account of where the implementation of our manifesto imefikia. Tana hapa tuwe na mkutano wa chama, tuweze kupanga chama yetu na tukubaliane vile chama itaenda mbele na vile tutashirikisha Wakenya zaidi katika mambo ya chama yetu ya UDA. Na jambo la tatu, tumekuja hapa kupanga vile chama yetu ya UDA wenyewe wachukue nafasi ya kuamua mambo ya uongozi wa chama kutoka ward kwenda kwa constituency kwenda kwa county, na vile vile tutakuja chama wa kitaifa ndio ijulikane nani ako na nafasi gani, na iwe imeamuliwa sio na mimi, sio na Rigiji, sio na wadosi hapa, lakini na wenye chama wenyewe. That is why we are here. Tunaelewana jameni? Tuko hapa mambo matatu. Mimi nitawapatia account ya vile mambo yalivyo katika kuendesha mambo ya manifesto, kwa sababu tumechaguliwa kwa sababu ya manifesto ambayo tuliuziwa wa Kenya. Alafu tumekutana hapa kupanga mambo ya chama yetu. Alafu tutakubaliana vile tutakuwa na uchaguzi, wenye chama waamue uongozi wa chama. 3 things. Na nasema hivyo kwa sababu katika ukumbi huu ndio nilitangazwa nikawa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na katika ule uchaguzi ambayo tumewaambia Wakenya shukrani nyingi, na tumekubaliana ya kwamba tutasonga mbele tukiwa pamoja. Katika huo uchaguzi ulikuwa na uchaguzi wa maana sana, na ulikuwa na uchaguzi wa kipekee, aina ya kipekee katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ilikuwa ni uchaguzi wa Kenya walizungumza in an equivocal manner. The people of Kenya spoke in the last election, and they said they wanted an election that is free of ethnicity. The people of Kenya, secondly, said they wanted an election that is free of violence. And number 3, they said they wanted an election that is determined by the people in a democratic manner. Haya ndio mambo matatu ambayo yalitokea ama yalidhihirika kwa uchaguzi uliofanyika. Jambo la kwanza, wananchi wenyewe waliamua ya kwamba hawataki tena siasa ya Kenya iwe ni siasa inaendeshwa kwa misingi ya ukabila. Ndio sababu mimi nilichaguliwa na watu wa jamii zote katika taifa letu la Kenya. Watu walionipigia kura wa jamii zingine wanazidi wale walionipigia kura wa kutoka jamii yangu. Hiyo ndio statement ya watu wa Kenya. Na Wakenya walisema wamechoka na siasa ya ukabila, wanataka siasa ya sera. Na ndio walichagua kwa sababu ya sera yetu, sio kwa sababu ya kabila ambazo tunatoka. Mnajua wale tulikuwa tunashindana na wao wakati huo walikuwa wanatuambia ya kwamba hatuwezi kushinda kwa sababu jamii hii na jamii hii na jamii ile itaungana. Lakini Wakenya waliungana na wakashinda ukabila. Jambo la pili, Wakenya waliamua ya kwamba tutakuwa na uchaguzi wa amani. Na ndio sababu hiyo, hata mbali na yale mambo yaliyotokea katika ukumbi huu, fujo ililetwa hapa, kisirani ililetwa hapa, lakini Wakenya na IEBC walisimama mahali ya ukweli na uchaguzi ukatangazwa, ukawa ni wa huru na haki. Pale IEBC walituweka mahali pazuri sana, kwa sababu for the first time we had a public portal where any Kenyan could follow the elections from the comfort of their homes. It was not possible to change the results of that election. Na jambo la tatu, Wakenya waliamua wao ndio kusema. Tuliambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa system. Tukaambiwa kuna ingine inaitwa deep state.
Si tuliambiwa hiyo maneno yote? Lakini Wakenya ni nani? Si Wakenya ndio walikuwa wakusema? Tulishinda deep state, tukashinda system, tukashinda ile ingine sijui nini, at machinery. Hiyo yote. So katika hiyo uchaguzi, the people of Kenya spoke loudly that it is them who decide the leadership of their country. It is not the system, it is not the deep state. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesimama katika ukumbi huu leo ili Wakenya wajue ya kwamba yale mambo walituambia tulisikia. We heard the people of Kenya loudly that they do not want politics based on ethnicity, that they want a peaceful country, and that they want a democratic country. And that is why we are sitting here as UDA today to lay the firm foundation for a democratic party that is a national party and that will get rid of the politics of ethnicity, a party that will be built on the solid foundation of a program, an agenda, and a manifesto that shortly I am going to explain to you mahali tumefika na hiyo manifesto yetu. So, let me start with the first assignment that I have before you. This party does not belong to me. I am just the leader. The party belongs to you and to the millions of supporters of this party in every part of the country. And as a leader, I must give you a report of what the government you elected has done over the last 1 year. We agreed on 5 areas. Tulikubaliana mambo ya kilimo katika manifesto yetu. Tukakubaliana mambo ya universal health coverage. Tukakubaliana mambo ya housing. Tukakubaliana mambo ya MSME. Tukakubaliana mambo ya digital super highway. Haya ndio mambo matano ambayo yana underpin ile manifesto yetu ambayo tulichaguliwa na Wakenya, tuliwauzia Wakenya. Katika mambo ya kilimo, hapo ndio matatizo ya gharama ya maisha yalipo. Na mnakumbuka wakati tulikuja mashinani, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutabadilisha msingi wa kilimo ili tuhakikishe ya kwamba tunawasaidia wakulima watuzalishie chakula ya kutosha, ndio tupunguze gharama ya chakula, tukipunguza gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo katika nafasi yetu ya kwanza ndio tumeenda pale tukasema njia ya kwanza ya kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha ni kuenda kutafuta namna ya kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Na ndio sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tunashughulikia gharama ya mbegu. Sasa hivi tukiongea, mbali na kupunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500, saa hizi tunashughulikia gharama ya mbegu zingine, cotton seed, sunflower and others, so that we can begin the journey to reduce the cost of living, because it is the pragmatic way kupunguza gharama ya maisha. Sehemu ingine tumekubaliana katika budget, tumepitisha ya kwamba tutakuwa tunaagiza yellow maize duty free, na tumekubaliana na wizara ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya chakula ya mifugo yetu. Vile vile gharama ya mifugo ya nyama, gharama ya chakula ya ng'ombe ya maziwa, gharama ya mifugo yale mengine ikiwemo kuku na zile zingine. Wafugaji wa kuku kama mimi na wengine tunataka hiyo gharama ikuje chini, ndio tuweze tuhakikishe ya kwamba tunapunguza ama tunaongeza mapato ya wakulima, na vile vile tuwapatie uwezo wa kuzalisha chakula zaidi, maziwa zaidi na yale mambo mengine zaidi. Haya ni mambo tayari tumeyapitisha katika bunge na saa hizi tunayatekeleza. Jambo la pili, tulikubaliana ya kwamba tutapanga mambo ya ajira, kwa sababu
tulikubaliana ya kwamba katika kila familia haikosekani watoto 2, 3 wamemaliza shule na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango maalum, deliberate, intentional, kwa sababu pale mbele kama taifa hatujawahi kuwa na mpango wa kuzalisha nafasi ya ajira. That is why this time, for the first time, we have a comprehensive program on how to create jobs deliberately and intentionally. Na tuko na mambo 4 ambayo tunafanya kuzalisha nafasi ya ajira katika taifa letu. Ya kwanza, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango wa housing. Kwa sababu housing imetambulika duniani kote kwamba ndio mahali ambapo panaweza kuzalishwa nafasi ya ajira nyingi kuliko sekta zingine. Sababu hiyo ndio tulikuwa na mpango, tukaweka katika sheria, tukatengeneza housing fund. Mimi nafurahi ya kwamba leo tuko na uwezo, na nilitangaza juzi wakati nilitembea pale Mukuru ya kwamba in the last 1 year tumeanzisha ujenzi wa manyumba 70,000 tayari. Na nikiongea na nyinyi zaidi ya vijana 150,000 nirudie, tayari wako kazini. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba 200,000 kila mwaka, ili tuhakikishe kwamba tunapata ajira katika sekta hiyo ya housing. That is our first plan in our commitment to create jobs. Jambo la pili, katika hiyo sekta tumekubaliana ya kwamba kutumia digital superhighway ambayo ni sehemu ingine ya manifesto yetu. Saa hizi tunaendelea na kusambaza mambo ya fiber optic iende kwa katika kila ward. Hawa wabunge wetu tayari tumekubaliana na wao vile tutakuwa na digital hub ama ICT hub katika kila ward. Na mimi najua MCAs wako hapa. Nataka kila MCA ajue mpango ya serikali ya UDA ya Kenya Kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kila ward kutakuwa na ICT hub. Nataka wewe MCA uanze kujipanga na mbunge wako. Tayari tunasambaza kompyuta 22,000 tayari katika kila TVET, every institution ya TVET. Tunaweka kompyuta katika kila TVET. Mimi nimekuwa katika sehemu mbalimbali, Waziri Owalo na watu wake wanatembea kila mahali, na tunataka tukubaliane, na hiyo ni mpango ya mwaka huu. Tumeweka pesa katika budget, tumekubaliana vile tutakuwa na ICT, tumekubaliana hiyo ICT infrastructure itakuwa namna gani, na wabunge wetu kutumia CDF watajenga ile mjengo, na sisi tutaweka equipment. Na pale tunataka kufanya mambo mawili, actually mambo matatu. Namba ya kwanza, tunataka tuhakikishe ya kwamba vijana wetu in every ward, vijana 300, vijana 400, vijana 500 wanapata mafundisho ya kutumia kompyuta. Jambo la pili, pale katika ward pia tupange vile nafasi ya ajira inaitwa remote jobs, inaitwa digital jobs, ambayo tayari tumekubaliana na kampuni nyingi za kimataifa. Mimi nilikuwa Marekani, nikawa Silicon Valley, tukakubaliana na watu wa Amazon, tukakubaliana na watu wa Intel, tukakubaliana na watu wa Google ambayo niliwatembelea, ya kwamba tutapata nafasi ya ajira ya vijana wetu watakaofanya kazi wakiwa nyumbani pale katika ward, mahali inaitwa ama kazi inayoitwa digital jobs. Because we must be deliberate, we must be intentional about creating job opportunities for the young people of our nation. Na jambo la pili, tunataka kutumia hiyo fiber optic na ICT wards kupanga mambo ya kuhakikisha kwamba e-commerce, biashara katika mtandao, inasonga mbele.
na vile vile tutatumia hiyo e-commerce kuhakikisha kwamba hata services ya serikali unaweza kupata ukiwa mahali karibu, sio lazima utembelee ofisi za serikali mahali popote mlipo. Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na program intentional, deliberate ya export of labor from Kenya. Tayari tunapata pesa bilioni 500 kila mwaka, $4 billion kila mwaka kutoka diaspora remittance, Wakenya wanaofanya kazi nje ya Kenya. Nia yetu ni kuongeza hiyo diaspora remittance kutoka bilioni 4 dola za Marekani mpaka trilioni 1. Ni mnanielewa? So our intention is to double the money that we get from remittance. Saa hizi wizara ambayo inahusika na mambo ya labor, nimefanya mikutano mingi pamoja na wao. Tumekubaliana na serikali ya Marekani, tumekubaliana na serikali ya Ujerumani, rais wa Ujerumani alikuwa hapa. Tumekubaliana na rais wa Canada, nilikutana na yeye hata juzi, na tumekubaliana tuwe na bilateral labor agreement. Tumekubaliana na serikali ya UAE, tunakubaliana naenda serikali kule Saudi, kwa sababu wanahitaji wafanyikazi Saudi peke yake, wanahitaji wafanyikazi 500,000 kutoka Kenya pale Saudi Arabia, na sio wafanyikazi wale domestic workers. Tumekubaliana wa Kenya wako na skills ya kutosha. Saa hizi zile bilateral agreement zote tuna sign ili tutafute ajira za Wakenya, sio ya domestic workers peke yake. Tunaweka sahini mikataba ambayo itatupatia skilled jobs, unskilled jobs, unprofessional jobs, ili tuhakikisha kwamba Wakenya kazi. Hawa ambao tunawazungumzia lazima tuwe na program ya kuhakikisha kwamba masomo yetu iko sawa sawa, na inatupatia watu ambao watakuwa na skills na competencies ambayo itawasaidia kufanya kazi ile wanatafuta. Na ndio sababu mnajua tulikuwa na matatizo, lakini tuliwaahidi ya kwamba tutaishughulikia mambo ya CBC na elimu ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwatangazie mkiwa wanachama wa NGC wa UDA ya kwamba matatizo yaliyokuweko kwa sekta ya elimu tumeyatatua. Tuliweka professional body ambayo ilishughulika na hiyo mambo yote ya elimu. Tumepanga mambo ya CBC. Sasa tumekubaliana na walimu, tumekubaliana na wazazi, tumekubaliana na stakeholders wale wengine wote, na streamline. Sasa mambo ya CBC iko sawa sawa, na tumepanga vile vile mambo mengine mawili. Ya kwanza ni kwamba tuko na upungufu ya walimu, na ndio sababu hiyo in the last 9 months, miezi 9 ambayo imepita sasa, tumeajiri walimu wapya 56,000, the largest ever. Hakuna walimu wameajiriwa mwaka moja 56,000. Wale wengi zaidi waliajiriwa mwaka moja walikuwa walimu 10,000. But this administration, kwa sababu tunatambua umuhimu wa elimu, kuhakikisha kwamba mtoto wa maskini na tajiri watakuwa sawa wakipata elimu, ndio tumeweka msingi zaidi katika mambo ya elimu. Na jambo la pili, vile vile tumesema ya kwamba mambo ya capitation, kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma, na watoto wengine wasizuiliwe masomo kwa sababu ya hali ya fedha ya jamii zao ama wazazi wao. Tumebadilisha mambo ya mfumo ya Higher Education Loans Board. Nyinyi mnajua university nyingi karibu zilikuwa zinafungwa. Moi University ilikuwa na matatizo. University zetu zote zilikuwa na matatizo kwa sababu ya madeni ilikuwa imerundikana karibu bilioni 60. Tumeketi chini, tumeipangia vizuri, na we have a new funding model
tuliketi chini na vice chancellors wa universities zote, wa vice chancellors karibu 50. Tumeketi chini na wao, tumekuwa sasa na mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba watoto wa kutoka sehemu yote ya Kenya wanapata nafasi sawa, equitable chance ya kusoma katika TVET na katika university. Na tumebadilisha sasa, hatutumi tena pesa kwa university kama grant kwa university. Hapana, sasa tutakuwa tunatuma pesa kama scholarship kwa mwanafunzi, ili tuhakikishe ya kwamba mwanafunzi wa kutoka jamii yenye mapato yao iko chini tunawapatia 100% scholarship. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba mwaka huu peke yake tunawapatia wanafunzi 45,000 wanaoenda university 100% scholarship, na wale wengine watapata scholarship 90%, wengine watapata 80%. Watoto kama wangu watapata 60%, mimi nitalipa 40%. Hakuna problem, kwa sababu mimi niko na uwezo kidogo. Ama namna gani? Na nyinyi pia wadosi mko hapa, mtalipa kidogo, sawa? Lakini wale kutoka familia wa chini watapata 100%. So tumetatua matatizo yaliyo katika elimu, because we must make our education sustainable. We must make it possible for every child. Nataka mnisikize vizuri. Hapo kwa elimu bado iko shida, kwa sababu watoto wengi wa nyumba maskini, and I must tell you this, watoto wengi wa kutoka nyumba maskini hawapati nafasi ya kwenda TVET ama university, na hiyo ni makosa makubwa sana. Kwa shule zetu karibu 12,000, shule zetu 12,000 ya shule ya upili, watoto kutoka mashule 5,000 schools, watoto waendi TVET, waendi university, whole students. Haya ni mambo lazima tuyashughulikie. We must make sure that our education is equitable and is available to every Kenyan child. Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu, na ndio nimeweka pesa nyingi kusupport employment ya teachers, so that every child has a chance to learn. Hiyo ni maneno tumefanya. Mmesikia vile mambo ya usalama tunayashughulikia. Nataka tukubaliane, niliwaahidi ya kwamba tutaweka police kama they are operational and financially independent, na ndio sababu tumewapatia sasa majukumu ya kuhakikisha ya kwamba wanaweka usalama katika sehemu zote za Kenya. Pale North Rift kulikuwa na matatizo makubwa, counties karibu 5 watu walikuwa walali, lakini mimi nataka niwahakikishie whatever it takes, we will make sure that those counties are safe and secure. Pia kupigana na mambo ya ugaidi na mambo ya Al-Shabaab na yale mambo mengine, tumeyaweka darubini sawa ili tuhakikisha kwamba we secure our nation, because minus security it will be very difficult for us to engage in any meaningful economic growth. Vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tulikubaliana mambo ya MSMEs, na tulisema kuna wananchi wengi wamefungiwa nje kwa makosa ambayo sio yao, hawana uwezo wa kukopa chochote. Wengi walikuwa wamefungiwa kwa CRB. Tulikuwa na Wakenya karibu 7 walikuwa kwa CRB. Mimi niliwaambia ya kwamba hii CRB tutaipanga vizuri. I am happy to say that Wakenya 7 waliokuwa kwa CRB tumewaondoa katika CRB. Nataka pia niwaambie ya kwamba tuliwaambia tutakuwa na Hustler Fund. Hustler Fund kwa sasa imegawanya pesa ama imekopesha watu pesa bilioni 36. 36 billion shillings has been lent over the last 10 months ama 11 months kwa platform ya Hustler Fund. Wakenya 7 saa hizi every day wanakopa na kulipa. Niliwaambia tutapunguza ile riba ama interest. Wale watu wa Fuliza na wengine walikuwa wanawalipisha 1% per day, meaning 360% per year. Ni mnanielewa? Lakini sasa hiyo tukabadilisha,
tukasema itakuwa 8% per year, not 360. Hii Hustler Fund ni 0.02% per day kutoka ile 1%. So we have made sure that there is accessible credit. Ile mimi nataka niwaombe kama National Governing Council members wa UDA, mkiwemo MCAs, wabunge na kila mtu. Sasa tuko na awamu ya pili ambayo tayari inaendelea ya kuwapatia Wakenya katika vikundi pesa wanayoweza kufanya nayo biashara. Mimi nataka niwaulize vikundi, watu 10, watu 20, tumepanga kuwapatia pesa mpaka shilingi milioni 1 wanaweza kuendesha nayo biashara. We need to work with you. Wewe kama MCA, panga watu wako. Wewe kama mbunge, panga watu wako wawe katika makundi, ndio wakopeshe pesa, waendeshe biashara ndio tuweze kusukuma gurudumu ya Kenya iweze kusonga mbele. Vile vile tulikubaliana maneno ya housing, nimewaambia maneno ya digital super highway, nimewaambia what we are doing, na pia tulikubaliana ya kwamba tunataka kuweka hotspots mahali mtandao inaweza kupatikana for free. 25,000 hotspots in Kenya. Kila soko, kila shopping center tuweke, na tumekubaliana na wizara ya kwamba that is a program itasaidia kina mama wetu waweze kufanya biashara. Free internet tutumie kwa biashara, sio kutafuta date. Date inaweza kungoja siku nyingine. Tumekubaliana jameni? So tuendelee namna hiyo. Ya tatu, pia tulikubaliana ya kwamba mambo ya matibabu, Wakenya wengi wanahangaika na mambo ya matibabu, na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutakuwa na mpango kamili wa universal health coverage pale. Safari hii, hiyo safari nimeikalia. The last 8 months nimefanya mikutano karibu 40 kupanga mambo ya universal health coverage, na imechukua muda kwa sababu tumewahi kujaribu kufanya universal health coverage. Rais wetu Kibaki alijaribu, haikufaulu. Kwa sababu tumeipanga vizuri na tumesema ili ifaulu, we must have a paradigm shift in matters health delivery in the Republic of Kenya. Pale tumekuwa tukishughulikia watafutia matibabu. Sasa tunataka tuibadilishe. Na wiki hii, ama ni wiki gani? Wiki hii Jumatatu ndio nililaunch phase 1 ya mambo ya universal health coverage. Wakati tulisambaza ama tulikuwa na governors hapa, tumenunua, wale mnawajua, wewe kama MCA ni vizuri uanze kujua katika ward yako community health promoters ni wangapi na ni kina nani, ili uanze kushirikiana na wao katika matibabu ya watu wa ward yako. Kila mbunge hivyo hivyo, ili tuhakikishe ya kwamba hawa community health promoters ambayo sasa pesa kidogo ya stipend, hawa community health promoters hawakuwa wanalipwa pesa yoyote. So hawa community health promoters ndio wataanza kutushughulikia pale mashinani. Nyinyi kama wana UDA, you must watch out, kwa sababu pressure hako na kujua mambo ya homa, hako na nini, na hako na madawa kidogo. Mtu akikuta mtu wako kwa crisis, anaweza kumfanyia first aid, hako na first aid kit na nini na nini. Tuhakikishe ya kwamba tunaanza kuzuia magonjwa pale mashinani, na vile vile watasaidia wananchi
na maelezo ya mambo ya matibabu. Mtu ambaye anahitajikana kwenda health center ataambiwa aende health center. Mtu ambaye anahitajika kwenda dispensary ataambiwa aende dispensary. Na tutakubaliana vile tutaendelea pamoja, na nita launch the balance of the program on the 20th of next month. Ndio sasa pale siku ya mashujaa yetu ya mwaka huu tumeilinganisha na mambo ya universal health coverage, na mimi nataka niwashukuru wabunge. Nataka niwashukuru wabunge wetu kwa sababu ili kuhakikisha kwamba tukibadilisha huu mpango na mfumo wa afya iwe ni ya kupromote na kuprevent na tuhakikisha kwamba tunazuia magonjwa pale chini, ilibidi tubadilishe sheria zetu. Sasa katika bunge tuko na sheria 4 ambayo itasaidia kuendesha mpango ya universal health coverage. And I want to thank our members of parliament, they are doing an exemplary job. Pongezi, tuwapige makofi. Wanashughulika na hiyo kazi, nimepatiwa ripoti, ingine imekamilika National Assembly, inapelekwa Senate, zile zilikuwa Senate zitakamilika ziletwe National Assembly, na mimi nataka niweke sahihi hizo sheria zote kabla ya tarehe 20 ndio to roll out universal health coverage on 20th on a firm legislative footing that is backed by the law of the Republic of Kenya, because it is time. Watu wengi wanapoteza mali yao, wanauza ng'ombe, wanauza mali, wanauza plot zao, wanauza ng'ombe zao kugharamia watu ambao wanaenda hospitali. Tunataka kukomesha hiyo maneno. Na vile niliwaahidi ile pesa ya kulipa kila mwezi kwa wale watu wenye mapato ya chini wanalipa 500. Tukishapitisha hii sheria tutabadilisha mambo ili walipe shilingi 300 kila mwezi, tuhakikisha kwamba many more Kenyans can afford the platform to access universal health coverage. Haya ni mambo ambayo niliona ni vizuri niwaeleze. Mambo mengine yako mengi. Tuko na mambo ya port ya Mombasa. Mimi niliwaambia watu wa kutoka Mombasa ya kwamba mambo ya privatization ya port ya Mombasa haitafanyika when we are in government. Niliwaambia kwanza ya kwamba nikifika ofisini ile maneno ya kulete CFS Nairobi, ya kulete operations ya port ya Mombasa Nairobi, tutarudisha port operations to Mombasa, na tulifanya hivyo on my day 1. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba ile port sasa tunataka tuipanue vizuri na tuweke nafasi kubwa zaidi ya kuzalisha ajira na kuzalisha mali, kwa sababu ile port sasa iko na uwezo ya kuserve South Sudan, DRC, Rwanda pamoja na Burundi, hata pamoja na ndugu zetu wa Uganda hapa, na tunataka tuipanue kwa njia inayofaa. We are going to work with the private sector in that process, but the port will not be privatized. I want everybody to understand that. The port will not be privatized. We are going to work on a concession process that is going to make sure that we protect the interests of Kenya, we protect
the interests of the port, but we work with the private sector to increase efficiency, to increase investment, and to make sure the port serves more people, creates more jobs, and becomes much more efficient and becomes much more broader and bigger. So mambo yale mengine, blue economy, munaelewa vile nimetembea the whole of Coast Province kwa mambo ya blue economy, the whole of kule Nyanza, nilikuwa Busia juzi kwa mambo ya blue economy. We have a very clear plan on what we are doing. Good people, mimi niliona nichukue nafasi hii ingawaje ndefu kidogo niwaeleze kwamba serikali mliochagua inafanya kazi. Sio kama tunaelewana? Inafanya kazi. Na mimi nataka niwahakikishie hii serikali itabadilisha taifa letu la Kenya. I have no doubt in my mind that this is the administration that is going to change Kenya for the better and is going to make Kenya that country waziwazi. Na mimi nataka nitangaze katika gongomano hili la watu wa National Governing Council ya UDA ya kwamba hatutaruhusu ufisadi na wizi na ukora kuharibu nafasi yetu ya kutekeleza manifesto na ufisadi. Mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Ya kwanza, wahame Kenya, sio? Ya pili, waende jela. Na ya tatu, this meeting is because of 3 issues. Number 1, I wanted to give you a report of the progress we are making in the implementation of the manifesto upon which we were elected as an administration. Kama wana UDA. Hapa tumekutana leo kama wabunge, senators, governors, naibu wa rais, mimi, MCAs na wale officials wetu wa sasa wa chama. Na tukubaliane vile tutasonga mbele tukiwa pamoja. No, tutadhihirisha katika taifa letu la Kenya ya kwa sababu ya sera, sio kwa sababu ya kimo, sio kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya kabila, na sio kwa sababu ya manifesto. And clarity that we build this party pamoja. Tunataka mwanachama Homa Bay, akiwa Vanga, akiwa Nyeri, akiwa Rift Valley, ajue ya kwamba of a party, a strong national party. Tumega hasara kubwa in a strong national political party. And that is what I want to persuade you. Mukubali tujenge hii chama pamoja. Sijui kama wana UDA mnakubali tujenge chama ya kitaifa jameni. Tunakubaliana? Tujenge chama ya kitaifa na iwe ni chama wazi. Ya pili, iwe ni chama wazi. Mahali kila mtu ako na nafasi ya kusema. Mahali kila mtu ako na nafasi ya kutoa maoni. Mahali kuna nafasi ya kuchangia katika mawazo ya vile tunaenda mbele kama taifa, vile tunatekeleza wajibu wetu. Na mimi nataka niwaulize jameni, kama kuna mambo hayaendi vizuri, ni jukumu letu sisi kama wanachama wa UDA kuyarekebisha. Usingoje mtu atoke mahali fulani akuja arekebishe na wewe uko pale. Wanachama wetu wa UDA watatusaidia kumonitor ile implementation ya manifesto ya chama. Tunataka tuulize MCA wetu pale kijijini, wanachama wetu wamuulize, hebu tueleze manifesto ya chama imefika wapi? ICT hub imefika wapi? Universal health coverage imefika wapi? Na wewe MCA lazima uwe na maelezo. Mbunge awe na maelezo. And we must be updated on what government is doing
ili wewe usiwe ni mtu ya kuuliza maswali na wewe ndio ungetakiwa kujibu. Sio kama tunaelewana? Tunaelewana jamani? So tafadhali nyinyi ndio serikali na muelewe, hakuna mtu ya kuuliza maswali. Wenye kuulizwa ni nyinyi. So mwanzo kujipanga kuishi na kukaa na kuendesha mambo kama serikali. So na ni vizuri maswali mtuulize ndani hapa, mkifika kwa wananchi mnawajibu. Sijui kama tunaelewana jamani. Jambo la tatu, chama inajengwa na structures na mkutano, na ndio sababu sisi wote inafaa vile tumekubaliana hapa ya kwamba contribution ya chama mtu wewe unajifanya hapa wewe ni mtu ya chama na siku ya kutoa pesa unahepa unaanza kizungu ilienda ikarudi hapana nini hapana no sio kama tunaelewana. Chama, we want a strong party and the party is built na tutajenga hii kila sehemu mujipange. I am looking forward to members of the party in every county. Wanafanya harambee yao, wananunua plot, wanajenga ofisi ya chama. Na tutakuja kusaidiana na nyinyi so that we build a solid foundation. Ndio tufukuze kabisa ukabila kutoka siasa ya taifa letu la Kenya. That is what we must do. Tumeelewana jameni? Na jambo la nne, pia tunataka idhini yenu ya kwamba tunaweza, kuna wale tulishirikiana na wao katika uchaguzi huu kama Kenya Kwanza. Tunahitaji idhini yenu, tuzungumze na wao, tukubaliane vile tutaenda mbele. Kuna wale wataamua kujiunga na sisi. Kuna wale wengine wataamua vile tutashirikiana na wao. Hatuwezi kuwa madikteta tuwaambie lazima mfanye hivi, hapana. Na nimesikia watu wengine wetu hapa wanasema lazima wafanye hii, lazima hapana. Lazima hapana. Unasema tu ni vizuri. Ni vizuri kama wangeungana na sisi, si ndio? Lakini hatuwezi kusema lazima. Lakini tunataka idhini yenu, tuzungumze na wao ili tuwashawishi wale watakuja kuungana na sisi waje tuungane, tuwe ni chama kikubwa cha kitaifa pamoja. Si ndio? Wale wengine ambao wako na maneno tutaona vile tutashirikiana na wao. Si namna hiyo? So nataka tukubaliane hivyo ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Ya mwisho, my third assignment katika hii mkutano ni tukubaliane mambo ya uchaguzi wa chama. Mimi naona hapo ndio mmenyamaza. Hapo kwa uchaguzi. Hapo kwa uchaguzi, my friends, tunaelewana? Nyinyi mnajua hii chama tulifanya ukarabati madakika ya mwisho. Si ndio? Mungu akatusaidia tukafaulu. Sasa sisi wote hapa, hata mimi kama party leader, hakuna mtu amenichagua. Si ndio? Mimi niko tu hapa. Rigiji yako area tu hivi. Hawa watu wote hata hii Malala sijui research hata sasa anasema asante sana nimepatiwa nafasi, lakini wenye chama hawajasema, sasa watakuja kusema. Si ndio? Lazima tukubali my friends. Hii chama iko na wenyewe. Na wenyewe lazima waseme. Tunaelewana? So nasikia watu wengi wanasema sijui maybe this is not the right time, maybe tungengojea, maybe tungepanga siku nyingine. Hapana, this is the time. Hatuwezi kufanya uchaguzi ya chama kama uchaguzi inakaribia ile ya national sita tukoroga. Sasa heri saa hii kama kinaumana kiumane saa hii ndio tujue vile ya kujipanga. Ama namna gani? Yes. Wacha wenye chama waseme maneno. Na kila mtu hapa ujipange. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa sahani. Kila mtu ataenda kujipanga. Na usiseme Ruto ni rafiki yangu ama Rigiji ni rafiki yangu, hapana.
tafuta urafiki na wanachama huko nyumbani, kila mtu. Hata mimi nitafuata hawa huko nyumbani. Sijui kama tunaelewana. So for us to build a strong party, we must include and we must involve and the people, the membership of this party. Si mmesikia tuko na wanachama milioni 7? Ama ulisema ngapi wewe SG? 7.2 million members wa hii chama. Lazima wapige kura kuanza pale kwa kijiji. Pale kwa polling station tunataka officials wa chama. Pale kwa ward tutakuwa na officials wa chama. Pale kwa constituency tutakuwa na officials wa chama. Pale kwa county tutakuwa na officials wa chama, alafu tutakutana hapa, tutafanya national elections, ndio chama iwe katika msingi thabiti ya endorsement na participation ya wanachama wote wa UDA. Tunakubaliana tufanye uchaguzi ama mnasema tungoje? Tufanye uchaguzi? Bas. Mwisho niliwaahidi MCS nitawaona. So mimi nitawaona. Munipatie kama wiki moja ama wiki mbili nitawaita. Si ndio? Na tutakuja tuongee maneno yenu ya chama na vile tutafanyia kazi wananchi. Si namna hiyo? So tayari tumekubaliana tayari ya kwamba maneno mawili tayari tumekubaliana. Jambo la kwanza ni kwamba tunataka county assemblies yawe na financial independence. Na tayari leader of majority wetu, both of them wako hapa, tayari wako na instructions ya kupanga sheria kuhakikisha kwamba county assemblies have their financial independence. Tumekubaliana? Jambo la pili ambaye mimi nataka nyinyi mkija kuniona munieleze. Pia tunataka tuhakikisha kwamba MCS tuwe na mpango ya pension ya MCS. Ili mtu vile tuko na pension ya wabunge pia tuwe na pension ya MCS. Na hiyo pension tutafuatilia vile MCS vile wabunge wanafanya. Vile wana contribute, MCS wa contribute wapate pension kama wabunge wale wengine. Haya mambo ya mawili tayari tumekubaliana. Hiyo ingine imebaki, mtakuja kunieleza. Ama namna gani? Tumekubaliana? Mambo hiyo ingine mtakuja tuseme. Tusitangaze hapa mambo mingi. Si ndio? So as part of the resolution, ningependa kupendekeza ya kwamba as part of the resolution of this NGC ni kusema ya kwamba we support the process ya independence ya county assemblies na vile vile mambo ya pension ya MCS. So nafikiri sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi sana kwa ninyi kukuja tuwe na mkutano huu. Sasa kila mtu tuende tujipange ili tuweze kuwa na chama dhabiti mashinani, na uchaguzi tutatangaziwa. Tumesema uchaguzi inaanza tarehe 9 mwezi wa 12. So mko na time. Mtaanza kujipanga? Mimi naona watu wameanza kujipanga sasa hii. Sio kesho, uchaguzi si kesho. Ni Disemba. Ojeni kidogo. Naona watu wameanza kujipanga hapa tayari. So tuendelee namna hiyo. Wacha nimalizie hapo na niseme tena kwa wanachama wote wa UDA. Harambee! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi.
asanteni sana na wapenda sana. Mungu wabariki. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Wapi makofi ya party leader wetu? Asante sana. Asante sana sana kiongozi wa chama chetu. Umetuelekeza vizuri na umetueleza vizuri kabisa. Rais, niruhusu tu nitambue wale wafanyakazi wa chama tawala cha UDA. Tuko na wafanyakazi 145 wako hapa wakiongozwa na madirectors wao. Wamekaa hapa, wasimame tu wananchi waone. Wengine wako kule nje. Directors wetu tunawashukuru kwa kazi mzuri, wakiongozwa na executive director wetu Bwana Nicodemus Bore na deputy executive director Bwana Brian Mbugua. Hey, Higgins. Hii mambo yake tutaangalia huyo mtu. Bas, rais na kiongozi wa chama chetu, yale mapendekezo ambayo umepeana leo na yale makubaliano ambayo umepeana leo ya kufanya uchaguzi, ni vizuri wanachama wajue kwamba uchaguzi unaweza fanywa tukiwa na mabadiliko kidogo katika katiba yetu ya chama cha UDA. Wa chama chetu kumwalika Vice Chairperson wetu atuelekeze na tuambie ni vipengele gani katika katiba yetu tunaenda kubadilisha ndio tuweze kuwa na elections mzuri tarehe 9 mwezi wa 12. Karibu Mheshimiwa Omar Hassan. Asante sana. Kristo Bwana Yesu asifiwe. UDA party leader, deputy party leader, chairman, secretary general, watu wa NGC. MCS, hii ni katiba ya chama. Ile ya ward fund mtaleta kwa ile mazungumzo. Hapa leo malengo ya hii katiba ni baada steering committee ambacho kiliongozwa na party leader His Excellency William Samoei Ruto, ambapo chama kimeamua kwamba kina mama waongezewe shares yao ndani ya chama katika uongozi wa chama. The memorandum and objects and reasons. Na katika shughuli hii nataka kuwashukuru sana timu yetu ya kisheria ndani ya chama kikiongozwa na director wa masuala yetu, tulishirikiana naye kuweza kuyakusanya yale maoni kuyaweka katika mapendekezo ya kikatiba. The principal object of this amendment motion is to amend the constitution of the United Democratic Alliance. The amendments seek to streamline the process to be employed by the party in conducting grassroots elections of its officials. The amendments concern the structure or restructuring and composition of the county congress, constituency congress, ward congress, polling center members committee. The draft proposes to amend the constitution as follows. Sasa msikize vizuri. Number 1, tumesema kwa vile deputy governors wetu wanachaguliwa na magavana, na kuna wengine huko mbeleni labda huenda wakachaguliwa katika miungano
akawa ni governor kutoka chama nyingine katika muungano, na deputy akawa kutoka UDA. So tumesema tuwahusishe katika masala ya chama. Kwa hivyo tumepropose to amend Article 5 by adding deputy governors to the governors caucus. This will ensure the inclusion of all elected leaders to the various organs of the party. Ya pili, the motion, wale ambao wanajua katiba ama wameisoma, proposes to amend Article 16 on the composition of the county congress. Na hiyo ndio kile kipenge ambacho kitasimamia masala ya county, by specifying in Article 16(2 the elected leaders who shall form part of the county congress, wale viongozi waliochaguliwa ambao wanakuja moja kwa moja bila ya kutoka huko chini kwa vile tayari wamechaguliwa. The motion further proposes amendment to Article 16(3. Sikizeni hiyo sasa, mambo ya shares, by introducing a mandatory threshold for gender representation that will ensure gender parity in the elections. The amendment requires that a candidate who garners the most votes becomes the chairperson, and the next candidate of the opposite gender with the highest votes shall automatically deputize the chairperson. Kura ya umwenyekiti ni moja peke yake. Wewe ukijiandikisha kuwa mwenyekiti, pia unajiandikisha kwamba utakuwa naibu ya mwenyekiti. Kwa hivyo ukienda hapo, nyote mnaomba kura ya mwenyekiti, sio? Yule atakayeshinda kama ni mama, yeye ndo atakuwa mwenyekiti. Na tutatafuta yule mzee ama kijana ama mwanaume, na yule ambaye ni namba 20, huyo ndo atakuwa deputy chair. And the reverse will also apply. Kama wewe umeshinda ni mwanaume, yule mama hata kama ni namba 20, yeye pia atakuwa deputy chair. Kwa hivyo hiyo ni kura moja. It's not running peke yake ndani ya constituency congress. Sasa sisi tunapandisha hiyo ili to create a synergy ama ile prototype, ambapo sasa tutakuwa kutoka ile 7 tunapandisha wakuwe 20 by adding 13 extra officials to form part of the constituency committee. In addition, the 7 members, alafu hapo katika hicho kipenge tumesema the 7 members with a requirement to observe the 2/3 gender rule. Article 17 is further amended to introduce a clause which outlines who are the constituency committee officials. Tumesema baada ya wale 20 tutakuwa na officials 7. Kwa nini iko muhimu hapo kusema wale officials 7 ni nani? Kwa ajili ya officials 7, chairperson bila deputy yake, secretary bila deputy yake, treasurer bila deputy yake, organizing secretary bila deputy yake, representative of youth, representative of women, and representative of persons with disability. Hawa 7 ndio wale watakuja katika National Delegates Congress, ambayo hiyo is the highest organ of the party, the NDC. Haya, tunaendelea. Sesha ya kina mama imezidi. The most people who voted for the president and the deputy, majority voters were women. Number 4, by actual scientific study. Furthermore, the draft proposes to amend Article 17 by specifying the elected leaders who shall be part of the World Congress. It also proposes to delete Article 3 and introduce the composition of officials with a formula to ensure 2/3 gender rule is observed. Ukiangalia kila amendment, baada ya kuspecify wale ambao watakuwa ni ma-officials, pia imejaribu kuleta masala ya usawa wa kijinsia. The draft also proposes to amend Article 18(5) on the composition of the Ward Executive Committee by clustering the chairperson and the deputy vile into a category and the secretary and the deputy secretary to another category. Baadaye huko katika hizo vipenge vingine Congress huwa tuko na secretary general anakuwa katika chama national peke yake, hizo nyingine secretary.
This will ensure gender parity in the elections